Rais wa Marekani Donald Trump amesema anataka Marekani kuchukua umiliki wa Gaza, hatua inayovuka matamshi yake ya kuwalazimisha Wapalestina kuondoka katika eneo lililokumbwa na mapigano na kuhamia nchi jirani za Jordan na Misri. Lakini Trump amesema hayo wakati wa kikao na waandishi wa habari akiwa White House na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Na katika siku za hivi karibuni tunaweza tukakumbuka maelfu ya Palestina katika maeneo ya kusini mwa Gaza wamekuwa wakieleza kwenye makazi yao baada ya Israeli kuwaruhusu kurudi huko kama sehemu ya makubaliano ya sitisho la mapigano na kuachiliwa kwa mateka walioshikiliwa na Hamas. Sasa Trump amesema kwamba anataka kuliendeleza eneo hilo na kuwa kile alichokiita mandhari ya Mashariki ya Kati, kwamba amevutiwa nayo zaidi. Lakini Netanyahu amesema kwamba moja ya malengo yake ya vita ni kuhakikisha kuwa Hamas sio tishio tena kwa Israel, lakini akasema Trump analichukua eneo hilo katika hatua ya ngazi ya juu zaidi, ambapo Trump hata hivyo hajatoa maelezo namna anavyopanga kudhibiti Gaza ilivyoharibiwa na vita vya takriban miezi 15, na yeye akiamua kufanya uharibifu mwingine zaidi kwa ajili ya kuchukua eneo hilo, je, itakuwaje? Sasa Trump amesema hayo wakati wa kikao na waandishi wa habari kama nilivyosema huko White House, na of course ilikuwa ni katika kikao na walikuwa wanajadili kama press conference jinsi gani labda Trump anaweza akaichukua hilo eneo ambalo yeye amesema amevutiwa nao. Lakini tujiulize ni kwamba hilo eneo yeye atalichukua kwa namna gani? Sasa hatujui anataka kuendeleza vita au anataka kufanya kitu gani. Lakini tukumbuke kwamba moja kati ya marais ambao wanaogopwa zaidi duniani, ukiacha wale ambao wamezoeleka kusemwa zaidi, ikiwemo rais wa Korea Kusini na Urusi, Trump amekuja kuweka hatari zaidi, kwa sababu uwepo wake yeye na maamuzi yake, jinsi anafanya maamuzi, inaweza ikawa imeathiri zaidi au itaathiri zaidi maamuzi hasa ya wale wenye nchi hizo kama vile Israeli na Urusi. Sasa subscribe Melo Online TV ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio. Usahau kulike, kushare na kucomment. Kuwa familia yetu, tukuhabarishe, tukujuze na kukuelimisha.